Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano yanayompendeza Mungu ni yapi? Mahusiano yanayompendeza Mungu ni yale yanayotimiza neno la Mungu na mapenzi yake. Nitarudia tena, mahusiano yanayompendeza Mungu ni yapi? Ni yale yanayotimiza neno la Mungu na mapenzi yake. Neno la Mungu linasema kwamba usizini, neno la Mungu linasema kwamba uwe na kiasi, neno la Mungu linasema kwamba usiibe, neno la Mungu linaelezea vitu vingi maisha ya kawaida. Sasa kwa wewe ambaye uko kwenye mahusiano au wewe ambao bado haujaingia kwenye mahusiano na unatarajia kuingia kwenye mahusiano, hakikisha mahusiano yako ambayo utakuwa nayo au ambayo uko nayo yanatimiza neno la nani? La Mungu. Usije ukaelemea upande mmoja ukashindwa kumpa Mungu nafasi. Usije ukaanza kumuumiza mtoto wako kwenye mahusiano, uko kwenye ndoa lakini mtu anavumilia tu kwa sababu hana namna. Hapana. Neno la Mungu halijasema hivi. Neno la Mungu linasema tupendane sisi, ndivyo utaweza kumpenda Mungu. Hauwezi kusema wewe unampenda mtu ambaye unalala naye au unashinda naye au labda mtu aliweza kukuumiza ukamchukia ukashindwa kumsamehe alafu utaweza kumpenda Mungu. Hautaweza. Kwa hiyo hakikisha mahusiano yako yako ndani ya mapenzi ya Mungu. Sio rahisi, lakini Mungu ni mwaminifu. Ukimpa nafasi, Roho Mtakatifu anakufundisha na kuelekeza muishi vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine tukaangalie jinsi ya kuwa na mahusiano sahihi. Aina ya kwanza tutaanza na mahusiano ya ndoa. Jinsi ya kuwa na mahusiano sahihi kwa wale ambao tupo kwenye ndoa. Jambo la kwanza, muombe Mungu akupe hekima ya kuishi na mume wako au mke wako. Kwa sababu wewe umelelewa familia tofauti na yeye amelelewa familia tofauti. Hata kama ni kabila moja, kila familia inakuaga na misingi yake. Unaweza kaona huyu ana kiburi, nikimwambia asikii, unaanza kufanya mpaka inakupelekea kutenda dhambi. Hapana. Ukiona umemwambia mara nyingi habadiliki, muombe. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kutafuta njia nyingine ambayo itakupeleka wewe kumkosea Mungu. Kwa sababu mahusiano ni ya muda tu hapa duniani. Mwisho wa siku Yesu atakuja, utaenda mbinguni, lakini kama wewe utaamua kumwacha Yesu kwa sababu ya mahusiano, utakuwa umeiangamiza nafsi yako. Kwa hiyo muombe Mungu akupe hekima ya kuishi na mume wako au mke wako. Mambo ni mengi, anaweza akakukwaza, akakuumiza, lakini Mungu muombe akupe hekima ya kuishi na huyo mtu. Lakini jambo la pili, jua nafasi yako. Jua nafasi yako. Kama upo kwenye ndoa, wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume, una nafasi yako. Mwanaume ana nafasi yake, mwanamke ana nafasi yake. Kwa hiyo jua nafasi yako. Mipaka yangu mimi mwanamke natakiwa nifanye hiki, mwanaume natakiwa nifanye hiki. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jamani. Hata kwa wewe ambaye hauko kwenye ndoa, unaweza ukaandika vitakusaidia baadaye. Jua nafasi yako. Wewe ni mwanaume, unatakiwa uprovide familia yako, unatakiwa uwe mlinzi wa mke wako, unatakiwa ufanye majukumu yako, usimamie watoto wako. Hata saa nyingine mama, hata kama watoto wanasoma, mama anaweza akawa anasaidia kufanya homework, lakini wewe baba ndo top wa ile familia. Wewe baba ndo final say. Kwa hiyo lazima uhakikishe kila kitu kiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo jingine, ombea. Jambo la tatu, ombea mahusiano yako. Watu wengi huwa tunasahau. Yaani kwa mfano labda binti alikuwa hajaolewa, anaomba Mungu nipe mume. Akipewa mume anasahau kama kuna kumuombea yule mume. Au labda mwanaume, kijana wa kiume alikuwa anaomba Mungu nipe mke. Akipewa yule mke anajua nimemaliza. Haombei tena ndoa yake. Na wakati hiyo ndoa, shetani hataki ndoa ziwepo, kwa sababu anajua ndoa zikiwepo lazima utukufu wa Mungu utakuwepo pale. Kwa hiyo lazima atawaparanganya tu, mwanamke aende kwenye uzinzi, mwanaume aende kwenye uzinzi, ili tu mapenzi yake yafanyaje? Yatimie. Lakini wewe ukiwa unaiombea ndoa yako, shetani hatapata nafasi. Ukiwa unaiombea ndoa yako, Mungu ni mwaminifu jamani.
Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba Mungu anaweza kufanya zaidi ya yale tuyaombayo, zaidi ya yale tunayoyawaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama unaona mbona kama hili jambo ni gumu, siliwezi, lakini ukiamini ukamwambia Mungu, naomba ufanye. Kweli kwa akili zangu nimefika mwisho. Mungu ukimkabidhi Mungu anafanya. Kuna binti mmoja alinishirikisha ushuhuda wake. Alikuwa anapitia changamoto kwenye, sio binti, ni mama. Alikuwa ana miaka kadhaa kwenye ndoa yake, alikuwa anapitia changamoto. Amejaribu kuongea na mume wake kuhusu hiyo changamoto, imeshindikana. Amejaribu kuwaita ndugu, akamuonya yule baba, bado imeshindikana. Ikawa ndani ni ugomvi tu, hawaelewani. Mwisho wa siku yule binti akaona sasa hii ndoa mbona anaenda kuipoteza jamani, nifanyaje? Ndio Mungu kumkumbusha, ingia maombi, ndio kuanza kuomba. Yule mwanaume alibadilika, hakuendelea kumsemesha tena kwa ukali, bali tu yeye aliingia maombi na kumwambia Mungu, kama kweli unipa hii ndoa, naomba uisimamie. Naomba uondoe hichi kitu kwa mume wangu. Naomba uondoe hichi kitu katika ndoa yangu. Yule mama anasema Mungu alifanya. Sikujua Mungu alifanya lini, nilikuja kushangaa nina amani kwenye ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule ushuhuda wa yule mama ulinipa nguvu na kujua kwamba hata kama unaona kuna amani kwenye mahusiano yako ya ndoa, mko vizuri na mke wako, mko vizuri na mume wako, kuna nafasi ya kuomba. Ombea mahusiano yako. Mwambie Mungu, naomba utupe amani, naomba utupe utulivu. Saa nyingine muambie tu Roho Mtakatifu, naomba unisimamie katika hili. Mungu atakufunulia. Hata kama kuna jambo ambalo shetani alikuwa ametega, Mungu atakuonyesha kwamba kuna hiki. Ingia maombi, kataa hiki kitu. Haya yote tunayapata katika kuombea mahusiano yetu ya ndoa. Lakini jambo jingine la mwisho, muwe na muda wa kufanya tathmini juu ya mahusiano yenu. Muwe na muda wa kufanya tathmini juu ya mahusiano yenu. Kama wewe unakosea, unamkwaza mume wako kesho, unamkwaza leo, haujajua umemkwaza nini, akakwambia bwana ulinikwaza, wewe ukapotezea tu samani yaishi mume wangu, akakusamee. Na kesho tena ukamkwaza, ukamwambia samani, yani hauzingatii. Mwisho wa siku yule mwanaume atachoka, kwa sababu wanaume hawajaumbiwa yule moyo wa kuvumilia, yani kuvumilia hawawezi. Kwa hiyo mwisho wa siku yule mwanaume atachoka kuvumilia, ataamua kuachana na wewe, au atatafuta tu njia nyingine ya yeye kuwa na amani. Lakini kumbe wewe ungetakiwa kila baada ya muda ufanye tathmini kwamba mume wangu siku hizi anakasirika sana kila wakati. Kwa nini anakasirika? Hata kama hamtakaa pamoja wewe na mke wako au wewe na mume wako, wewe binafsi fanya tathmini. Mume wangu siku hizi amebadilika. Kwa nini amebadilika? Mke wangu siku hizi amebadilika. Kwa nini amebadilika? Mbona amekuwa na jeuri? Kabla hujamwambia wewe una kiburi, wewe si unajisikia, fanya tathmini kwanza. Ujue kwa nini mtu siku hizi amekuwa hivi. Ufikirie. Mungu ni mwaminifu, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuonyesha yale yote ambayo yanamfanya mke wako akasirike. Atakuonyesha. Na akikuonyesha, wewe utasolve ile changamoto. Ukisolve mtakuwa na amani. Kwa hiyo tathmini ambayo utafanya itakusaidia wewe kufanya mahusiano yako yawe mapya kila wakati. Hata kama mna miaka mingi kwenye mahusiano, hata kama mtakuwa na miaka mingi kwenye mahusiano, mkiwa mnafanya tathmini itawasaidia kuboresha mahusiano yenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwa upande wa wanandoa vipo vingi, lakini kwa leo naomba tuishie hapo.